Futa ajira nje ya nchi wanakabiliwa na hali ya kustaajabisha. Ripoti kutoka Saudi Arabia zinaonyesha kuwa unyanyasaji wa juu na hata vifo. Licha ya tahadhari za mara kwa mara, serikali haijachukua hatua mwafaka kukomesha hali hii. Sasa uchunguzi unaonyesha huku wanawake wa Kenya wakiendelea kuteseka, wanasiasa wenye ushawishi na washirika wao wakiendelea kupata faida. Ripoti pia inaashiria kuwa kuna wana wa familia ya Rais Ruto wanaohusishwa na kufaidika kutokana na hatua ya wanadada wa Kenya kwenda nje kutafuta ajira. Mwanahabari wetu wa upakuzi Haman Kamariki na mengi zaidi. Wanawake wa Kenya wanaofanya kazi Saudi Arabia kama wafanyikazi wa nyumbani wamekuwa wakiarifu kuhusu unyanyasaji kwa miaka mingi. Kenya si mara moja au mara mbili imepokea miili ya wanawake walioenda kutafuta riziki wakarejea wakiwa maiti. Alafu akaanza kunisodoma yule baba wa nyumba. Alipomaliza wale tukisake. Wanaeleza kuwa stakabadhi zao huwa zinachukuliwa na waajiri wao wanapofika huko Saudi Arabia, na hivyo sasa huwa vigumu kwao kujinasua. Nilipokonywa passports, so sina identification yoyote huko, yani niko tu ndani kama vile mfungwa, unafanya tu kazi hivyo. Uchunguzi wa New York Times unaonyesha kuwa Rais William Ruto na serikali yake ina uhusiano wa karibu na sekta ya ajira ya wafanyikazi wa nyumbani Saudi Arabia. Wanasiasa wakiwemo familia ya Rais Ruto wanapata faida kupitia kampuni za bima. Nafasi za ajira hugawanywa kama vivutio vya kisiasa na kubadilisha ndoto za wanawake kuwa biashara kwa wenye nguvu. Watoto wetu wamekufia Saudi Arabia wengi sana. Watoto wetu wameacha watoto wengi sana mayatima. Ripoti rasmi zimekuwa zikitoa tahadhari kwa miaka zikisema wafanyikazi wa Kenya hawajalindwa vyema. Bunge lilipendekeza mafunzo ya muda, lakini serikali ya Ruto ilipunguza masharti. Ikapunguza mafunzo kutoka siku 26 hadi 14 tu. Hatua hii ikinufaisha mawakala wanaohusika na biashara hii na kuacha wasichana wetu taabani. Nilichukua burden yote, stress zote za sistangu ananipatia na zimebanga. Sometimes I even lie to my mom. Wafanyikazi wa nyumbani kutoka Kenya wanapata takriban mshahara wa shilingi 30,000 kwa mwezi, wakati wenzao kutoka Filipino wakipewa karibu shilingi 50,000 na wanakinga na msaada wa dharura ambao wanawake wa Kenya hawana. Listening to the victims, the agents, Kenyan government officials and Saudi government officials, it is very clear to me that the problems that Kenyans are facing in Saudi Arabia actually do not start here, but start at home. Mimi hata Saudi ukaniambia nirudi siwezi. Siwezi, life huko ni ngumu. Wanafanya watu madharau. Madharau. Haman Kamariki, KTN.